Naitwa Patrick Malalo, kwa upendeleo na Mungu basi nimezaliwa mwanaume na naishi mwanaume ambaye nasema ni upendeleo kwa sababu Mungu alipenda nizaliwe mwanaume na I don't regret. Wanasema I don't regret kabisa, kwanza I appreciate na namshukuru Mungu sana kwa kunipatia hiyo nafasi. To be a man. Yeah, to be a man. Exactly. Na mimi ni Joel Mburia, pia mimi ni mwanaume na najivunia sana kuwa mwanaume, kuwa baba, kuwa na mambo mengi. Yes. Tena mimi zaidi mwanaume Mkatoliki pia, yani kuwa mwanamume mmoja afu nikakuwa mwanamume Mkatoliki. Sasa kwa kweli Mungu thank you. Unamshukuru lakini sana. Sasa kuwa mwanamume nako kuna kuja na majukumu, ni kazi kubwa. Kila jukumu wanasema the more majukumu yanakuwa mengi the more changamoto zinakuwa nyingi. Changamoto za manager tofauti kabisa na changamoto za receptionist ama clerk. Kabisa. Hapo ni ukweli. Kila mtu na changamoto zake na kiwango chake. Lakini kuna story nilisikia kuhusu shida za wanaume ambao zinawakumba na hawawezi kujua watafanyaje ziweze kusuruhisha. Unaweza ukataja zingine? Wanaume changamoto nyingi kwa sababu moja nafikiri kubwa kwangu mimi naona ni expectations za watu kwa mwanaume. Yani kwa watu wanatarajia mambo mengi kuliko yale mimi mwenyewe mwanaume naweza kudeliver. Sasa hiyo tayari ni changamoto kubwa kwa sababu unakuwa akili inakuwa mara nyingi. Ndio maana mwanamume mzuri analala muda kidogo. Anakaa macho muda mwingi kwa sababu ili afikirie nitapambanaje na matarajio ya watu wote kwenye jamii, si wanawake pamoja na watu. Kwa hivyo hizi changamoto mimi nikiwa mwanaume unaweza kusema nitasaidikaje? Kwa sababu ni nyingi tu, huwezi kutaja zote, lakini kuna ile main especially kwa family, kwa kazi, kuleta riziki. Ni kipi na kipi kinatukumba ukifikiria? Kwanza hiyo expectation tu sasa. Kazi zinatofautiana. Mapato yanatofautiana. Na matarajio yakiwa makubwa na watu wengine watu wana shida ya kuiga. Yaani kwamba watu wanategemea wewe ufanye kama Joel anavyo, mimi nifanye kama wewe unavyofanya. Wewe unataka mimi nifanye kama vile mimi ninafanya. Sasa hii yote inafanya mwanamume anakuwa kwenye hali ambayo so mapato nakuwa ni changamoto kubwa, na kama changamoto kubwa ni mapato, basi matumizi yamekuwa juu. Matumizi vile yamekuwa juu, ama tuseme hali ya maisha imepanda, sasa mwanamume kubalance inakuwa ni changamoto. Inamshinda. Okay. Wewe mwanaume kama sisi ambao tunakuzungumzia ni kwamba hizi shida si zako peke yako. Hata sisi tunapozungumza tuna shida. Ndio maana tunazijua. Huwezi kuzungumza ili uzungumze kitu vizuri, lazima wewe unajua. Huwezi kusema bwana pilau ni tamu kama hujawahi kula ama kuiona. Good. Nasikia wengine wanasema kwamba aisifuye mvua imemnyea. Huwezi kuisifu tu. Kwa hivyo mimi nafikiria mwanaume angefanya mambo fulani ama nikiwa mmoja na wale wengine ili aweze kuwa na maisha yameboreka, maisha mazuri. Nafikiri kuna points kadhaa tunaweza gusia zetu wanaume. Sisi wanaume kabisa. Na mimi nafikiri mimi kwenye akili yangu huwa nafikiria point nzuri kabisa. Kuna kitu kinaitwa self acceptance. Ujikubali. Jikubali. Ukiwa mwanaume. Jinsi ulivyo, kwanza factor ya kwanza ndio maana unaona kuna watu wameanza kutaka kuishi kike. Kwa sababu ina maana hajajikubali. Ama kizungu. Ina maana na ni Mwafrika. Ina maana hajajikubali. Kwa sababu point ukijikubali kila kitu kina flow vile kimekuja. Na usipotelee shida. Kuna ndugu zetu wa kabila fulani huku wao wana msemo wao, wanasema bwana unaichinja vile imeanguka. Usigeuze. Chinja kwanza vile. Ina maana unakubali kwamba mimi tayari ni mwanaume. So jukumu litakalo kuja mbele yangu sitalitoroka, nitakabiliana nalo kwa sababu mimi mwanaume. Kwa hivyo kutokimbilia ama kutotorokea shida inaweza ukaisolve vizuri kwa sababu uko karibu na hiyo shida. Kwa sababu hata nikikimbia bado iko pale. Sasa mfano mtoto ni mgonjwa, mfano wewe ni baba wa familia, mtoto ni mgonjwa, uende ulewe huko, umekunywa pombe, ukirudi kwani mtoto atakuwa amepona? Unasema nisije pombe sasa ama unataka kubadilisha nini? Kwanza hii ni shida, mimi sina pesa, wacha nimtoke hapa na huyu mtoto mgonjwa, twende kwa daktari. Daktari ajue sina pesa na mtoto ni mgonjwa. Na namueleza napata suluhu kwenye pale. Na nikishapata suluhu sasa
kama basi utaenda kwa mambo yako mengine, lakini huendi kwa sababu unatoroka shida. Unaenda kwa sababu tu sasa ni kuji. Kwa hivyo kwa sababu ya muda tutaje solution nyingine moja mbili. Ndio. Ili nyinyi wanaume na sisi tuweze kuelewana. Tujue vile tunapambana. Tujue vile tutapambana na maisha kwa sababu ni yetu. Kabisa. Na kitu muhimu tumetaja ujikubali, na mimi nijikubali. Usitoroke shida kabisa. Na mimi nisitorokee. Uisolve. Na kuna kitu muhimu nasema, mnyama akianguka, uchinja vile ameanguka. Uchinja vile ameanguka. Usianze kuhangaika. Tunataka angalia vile uchinja vile ameanguka. Solution nyingine ya tatu mimi ambayo unaifikiria kama mimi sasa, let us not keep quiet. Wanaume tumenyamaza sana. Tumenyamaza sana kiasi kwamba sasa tunakufia ndani. Unajua mtu amenyamaza, hasemi kitu, akikutana na wenzake, bwana ngoja nikwambie kitu. Umepigwa na mfano. Mimi kati ya watu ambao sipendi sana domestic violence. Yes. Yani nikata nakuja kabisa kwa kinywa kipana kupinga. Si mtoto si mke, yani domestic violence haikuruhusi, yani haikubaliki na haikubaliki. Sasa imetokea mfano zinatokea kwako, mwanamume umepigwa na mwiko na mke wako, labda ilikuwa na sima moto, umechomeka. Nimekutana na wewe, badala nikwambie haya mambo ya kiume bwana, niligongwa na ukuta, acha nifunguke. Kwambia Joel bwana, mimi nilipigwa na mke wangu hapa na mwiko kwa sababu nimekunywa maji ya fitna kidogo, niko nimelewa na sina kitu. Sasa unaona Joel ni rahisi. Sasa wewe ni rahisi, tukae wanaume sasa tuanze kusaidiana. Bro, kesho nenda mapema, hakikisha umebakisha kitu. So unaona nisingeshare na wewe basi hainge kutoka. Kwa hivyo ni vizuri kuongea ya kutoka. Tuongee bwana. Lakini nasikia wengine wanasema sisi wanaume huwa tunaogopa kuisema kwa sababu utaonekana mnyonge. Hata ile ya kusema utakuwa ni mnyonge kuisema. Unafikiria unaweza kuwa mnyonge bwana. Hii dunia hakuna mtu strong na hakuna mtu mnyonge. Kila mtu ana unyonge wake na ana strength yake. Nakupa mfano wa Bible mmoja tu wa jamaa mmoja alikuwa anaitwa Samson. Samson was the strongest man. Hata paka leo tunasema. Lakini siku moja weakness yake ili wakati amekutana na Delila, na kwa sababu Biblia inasema Samson alipenda wanawake, so hiyo ikatokea nika weakness. Live alone he is strong. Yes. Lakini naye kwenye kwa sababu ya ile weakness yake kukatokea ka breakthrough kama mwanamke akaja, si niite breakthrough ama niseme kukatokea mwanya, akautumia ile weakness, kumbe alikuja kumspy na mwisho wa kuisha akammaliza. Kwa hivyo wanaume tuko na hiyo chance ya kusema kwamba weakness zetu tunapozipeana kwa yule ambaye tunafikiria anaweza tukasaidia. Yes, exactly. Tujiexpose kwa mtu ambaye anaweza kutusaidia kimawazo, kama sio kwa mambo makubwa. Niseme tu kuhusu Samson, kama kwa sababu namtaja kama mwanamume strong. Samson mwisho wa maisha Samson, baada ametobolewa, ametumika kusaga nywele ilipoanza kumea. Ilipoanza kumea, alienda kule mahali watu walikuwa wanataka kumkejeli. Sasa haoni, hana tena nguvu, lakini akarudi tena kwa Mungu, akamwambia naomba nafasi moja. Na God is faithful. Akampa. Akamwomba yule mtoto alikuwa anamuongoza, nipatie nisaidie kushika pillars mbili. Aliposhika zile main pillars mbili, watu wakawa wanacheka, bado wanaona kama mzaa. Lakini ndio hiyo building ikacollapse, na Biblia inasema walikufa watu wengi zaidi, aliwaua watu wengi zaidi kuliko wale aliwaua akiwa na nguvu. So ina maana angeamua kugive up, aseme sasa mimi nishatobolewa macho, basi mimi kwisha. Lakini time alipoona Mungu nisaidie, yes nilifail, kuna weakness ilitokea nini, God give me another chance. Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo sisi wanaume tusiinue mkono, tusigive up. Shida ikiwa ni kubwa ni ndogo, usiinue mkono, tusigive up kabisa. Hilo ni nzuri kwamba ukiona shida kwako usiinue mkono na usikimbie shida yoyote hiyo. Unatoboa, uwe na matumaini. Una matumaini na raha unaipata. Mimi napenda mwanamume kuwa na raha. Unanuna mpaka linzi. Miaka zenyewe ni hizi kitu tunaisha. Miaka hatujui ni ngapi, ni chache. So furahi tu, furahi. Asante, nimesaidika pia mimi. Wewe mwanaume unayetuangalia, yani hata mimi nasaidika sana. Hapa nasaidika kwenye mazungumzo kabisa. Na kwamba siku zijazo mwanaume tunapozungumzia mambo kama hayo, unaruhusiwa kutoa maoni yako kabisa. Hapa chini ya video utoe maoni yako kuhusu ni shida gani unafikiria wewe unapitia, ni shida gani unafikiria mwenzako anapitia, na vile tumetaja yale mazuri ambayo tutakuwa tukisaidiana nayo kimawazo, tuandikie pale chini na tutaweza kushukuru. Nafikiri akija na shida aje na suluhu. Yaani uje na shida, uje na angalau na tuseme wazo
na tunawezaje kabisa kuendesha mambo yetu kama wanaume. Asanteni sana. Asante. Na Mungu akubariki sana. Wanaume tusife moyo. Tusife moyo, safari imara na tukae karibu na wanawake na watoto, kwa sababu hao ndio wanatutia joto na nguvu. Na hiyo ndio familia nzuri kabisa. Wanasema good family, good church. Good church. Asante sana. Thank you. Asante sana.